Chomoza, a hub of hope. Lakini pia asubuhi niliongea na mtume na nabii Mwingila ambaye alitakiwa awe hapa pamoja na sisi. Akasema ameshindwa kufika kwa sababu kama mnavyojua alikuwa anamzika baba yake siku chache zilizopita, na kwa hiyo alikuwa na mambo ambayo alikuwa anahitaji kuyaweka sawa, lakini yuko pamoja na sisi. Tumpige makofi pia kwa Anton Lusekelo, rafiki yangu wa miaka mingi sana. Urafiki wangu na Anton Lusekelo unatofautiana sana urafiki wa wengine. Wakati mimi nikiwa mdhaifu sana pale Ubungo naanza, mara nyingi sana Pastor Anton alikuwa anapita pale. Tunaongea, tunazungumza, tunabadilishana mawazo. Na mimi nilikuwa nakwenda Kibango mara nyingi, sio mara moja, mara mbili. Unaendeleaje, ujambo? Pastor Anton ni mtu mwema sana. Wale ambao hawajakaa karibu na Anton huwezi kufahamu. Tumpigie makofi Anton. Ni mtu mwema sana. Sugui wewe ni mwema, wewe ni mwema. Na Malisa na Bendela, Joakim Manza pamoja na Nyaga. Nyaga, wewe ni mtu wa muhimu sana. Naomba nikusifie kabisa kwa yale maalum. Tabia yako ya uvumilivu hata unapopigwa ndio imekufikisha hapa. Kwa hiyo sitaki kuhubiri mimi, lakini nataka kushare tu maneno machache na wewe ambayo yamenisaidia mimi kwa neema ya Mungu nikawa hapa nilipo. Asubuhi nilikuwa Mtwara. Nimeondoka Mtwara kama saa 5 hivi kuelekea hapa baada ya kumaliza mkutano wa asubuhi. Kwa sababu mkutano ulikuwa online, nilikuwa namwangalia Bishop Maboya na nilikuwa namwangalia pia Pastor Anton wakati anafundisha. Nilifurahia sana. Nikaona kana kwamba sina mambo mengi kuzungumza, karibu mambo mengi ambayo ningesema wameshasema. Lakini tu kwa dakika chache nataka ni tight ujumbe wangu kwa maneno haya kwamba ulichobeba ndio hasa chanzo cha vita yako. Mwambie mwenzako ulichobeba ndio hasa sababu ya vita yako. Pamoja na mambo mengine ambayo yanakuletea vita kama kutokutafasiri ufunuo vizuri, kutokutafasiri ndoto vizuri, kutokuwa na mahusiano na watu mazuri, lakini ulichobeba kinakuletea vita kubwa sana. Ukisoma kwenye kitabu cha Yeremia sura ya kwanza kuanzia mstari wa 5 ambao watu wanaofahamu sana. Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Mungu anamwambia Yeremia kwamba wewe kabla hujatoka ndani ya tumbo na ninakufahamu. Ninakufahamu. Sasa kabla mtu hajaingia ndani ya tumbo la mama yake anakuwa yuko wapi mpaka afahamike. Lakini Mungu anamwambia nakufahamu hata kabla hujatoka ndani ya tumbo la mama yako, nakufahamu sana. Na anasema nimekuita kuwa nabii wa mataifa. Ameitwa kabla hajatoka ndani ya tumbo la mama. Kwa hiyo kumbe tunaanza kuona mtu haanzi anapokuwa ndani ya tumbo la mama. Mtu alikuwepo hata kabla hajaingia ndani ya tumbo la mama. Hebu seme amina. Yesu hakuanza siku alipozaliwa na Bikira Maria. Yesu alikuwepo kabla Yusufu hajamchumbia Maria. Lakini wakati ule alikuwa anaitwa Mungu Neno, alikuwa anakaa mbinguni. Neno likavaa mwili, tukauona utukufu wake kama utukufu wa mwana pekee wa Mungu, akawa mtu. Lakini kabla hajazaliwa na Maria mbinguni, na alikuwa vile vile na nguvu zake. Alipovaa mwili akadhihirishwa duniani akawa binadamu. Inatupa picha kwamba watu hawaanzi mimba inapotungwa. Ndio maana Mungu anamwambia Yeremia kwamba nakufahamu kabla hujaumbwa katika tumbo la mama nalikujua. Sasa ukisoma tena kwenye andiko lingine kwenye Isaya sura ya 49 na mstari wa 1, sikieni enyi visiwa, tegeni masikio yenu enyi kabila za watu mlio mbali, maana ameniita tangu tumboni. Isaya naye anasema hivyo kwamba nimeitwa tangu tumboni. Ukiendelea watu utawakuta tena na tena, yani tangu tumboni umeitwa. Ulikuwa na akili kwa kuwa tangu tumboni.
tunaanza kuona kwamba mtu haanzi siku alipozaliwa. Unamkuta Mtume Paulo naye anasema kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 1 na mstari wa 15. Anasema lakini yeye aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu aliniita kwa neema. Mtume Paulo. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ulikuwa muuaji, sura ya 9 ndio umegeuka ukaokoka. Mtume Paulo wawezaje kusema kwamba na wewe ulikuwa umetengwa tangu tumboni mwa mama? Unawezaje kutuambia watu wazima kwamba na wewe ulikuwa umetengwa tangu tumboni mwa mama, wakati wewe ulikuwa umeshika nguo mikononi mwako wakati Stefano anapigwa mawe? Wakati wewe ulikwenda Damasko unabalua kutoka kwa maaskofu ukawakamate walokole, leo unawezaje kusema Paulo umetengwa tangu tumboni mwa mama yako? Nataka hiyo ikupe picha kwamba Paulo alizaliwa Tarso, akakuwa Tarso ambayo ni nchi ya Ugiriki kwa leo, ni nchi ya Uturuki kwa leo. Ina maana kabla Paulo hajazaliwa alikuwa mbinguni, akaja duniani. Sasa ni vizuri ujue sasa tafasiri sahihi ya binadamu ni nani. Binadamu ni nani? Binadamu sio akili. Ndio maana unasema akili yangu imechoka. Ina maana wewe sio akili, ila una akili yako. Mwanadamu sio moyo. Ndio maana unasema moyo wangu unauma sana. Moyo wako, lakini wewe nani? Mwanadamu sio elimu. Ndio maana unasema elimu yangu mimi nilipata India, ila wewe ni nani? Unasikia? Na ndio maana wanasema kwamba mwili wa marehemu utazikwa kesho. Mwili wa, ina maana mwili huu sio marehemu, ni wa marehemu. Marehemu mwenyewe hayupo hapa. Ndio maana unasikia watu wanasema ndugu yetu ametutangulia mbele ya haki. Ukiona wanayesema ametangulia mbele ya haki, masikio yapo, kichwa kipo, moyo upo, brain ipo, miguu ipo, kama na ndevu kama za kwangu nazo zipo. Ila wanasema ametangulia mbele ya nini? Ya haki. Ni nani huyo aliyetangulia mbele ya haki? Tunakuja kwenye tafasiri sahihi ya binadamu. Binadamu ni roho. Hebu sema binadamu ni roho. Yenye nafsi inayokaa ndani ya nyumba, na nyumba inaitwa mwili. Hiyo ndio maana tafasiri ya binadamu. Human is not the body. Human is a spirit with a soul dwelling in a house, and the house is called body. Na ndio maana ukichukua karanga ukaimenya ikafunguka, lile ganda la nje haliitwi karanga, linaitwa ganda la karanga, lakini karanga yenyewe iko ndani. Unaposema umekula karanga, hukula ganda la nje. Umeipiga ikafunguka, alafu karanga ikatoka ndani, ukala ganda la nje ukalitupa. Ndivyo ulivyo mwili wa mtu. The outer part of you and mine is from the soil, but the inner part of me and you is from heaven, is made by God. Kwa hiyo ndani mtu ametoka mbinguni, ni roho ya mtu. Na ndio maana hiyo roho ya mtu ndiyo inaitwa mwana wa Mungu. Kwa sababu kwa mujibu wa Yohana 4 mstari wa 24, Mungu ni roho. Anapozaa huyu roho huwa anazaa roho. Nguruwe ikitokea amezaa, hata kama hana sura kama ya nguruwe, mwite nguruwe. Nyoka ikitokea amezaa, hata kama huyo hatembei kama nyoka, kwa kuwa alizaliwa na nyoka, anaitwa nyoka. Na Mungu ni roho, naye anapozaa anazaa roho. Kwa hiyo kabla wewe hujazaliwa na tumbo la mama yako ulikuwepo. Lakini ulikuwa unakaa mbinguni. Unawezaje kusema hivyo? Ndio maana Biblia inasema kwamba mwili utarudia mavumbi na roho itamrudia nani? Mungu aliyeitoa. Na nielewa jamani eh? Kwa hiyo kumbe kabla wewe hujaishi hapa duniani ulikuwepo. Kabla baba na mama hawajasogeleana kuwa mtu na mke wake, wewe ulikuwepo. Ila ulikuwa mbinguni kama mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Kilichofanyika, Mungu alisababisha baba yako aliyekuwa Tanga na mama yako aliyekuwa Tunduma wakakutana. Walipokutana kimwili, wazungu wanaita fertilization. Walipokutana kimwili, mwili ukatengenezwa ndani ya tumbo la mama yako. Alafu Mungu alipoona mwili ndani ya tumbo la mama yako, Mungu akachukua roho ambaye ndiye wewe,
akakuweka ndani ya tumbo la mama yako. Na baada ya siku 9, unaweza kupiga makofi kama unapenda. Na baada ya miezi 9, hebu sema miezi 9, kwa mujibu wa sheria ya mwili, sasa mama akaenda wodini akapush, mtoto akatoka. Lakini mtoto huyo ni ubia, hebu sema ubia. Ubia wa magrupu mawili. Grupu la kwanza ni baba na mama, kwa sababu ndio wamekutana wakatengeneza nini? Mwili. Grupu la pili, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Mungu Roho Mtakatifu ambaye ndiye ameweka roho ambaye ni wewe ndani ya mwili wako. Kwa hiyo unakuwa na baba wawili, unakuwa na magrupu ya wazazi wawili, baba na mama, na unakuwa pia na Mungu. Sasa hebu sema unapokuwa sasa unatoka mbinguni, unakuwa umesheheni. Mungu anapokutoa mbinguni anaangalia kwa wakati huo dunia inahitaji mtu wa aina gani. Sikiliza vizuri, unapokuwa unaletwa kutoka mbinguni sasa uingie ndani ya tumbo la mama, Mungu anaangalia kwa sasa hivi dunia, Tanzania au mtaa unahitaji mtu wa namna gani. Kunakuwa na hesabu zimepigwa kabisa za kimbinguni kwamba sasa hivi huyu binti au huyu mwanaume au hii roho ambayo inaitwa Eliza. Nikuonyeshe tu kwamba roho yako si wewe, jina lako si la mwili wako. Jina lako ni la roho yako ambayo ndio wewe. Ndio maana ukifa hapa duniani wanasema hivi, baada ya kumekufa kitabu kikafunguliwa, na kitabu kingine ambacho ni cha majina kikafunguliwa, na mtu yule ambaye jina lake halikuonekana limeandikwa hapa duniani ulishafariki, unaitwa mkude. Lakini unapokwenda mbinguni kule kuna kitabu cha majina. Jina lile lile la duniani la mkude ndiyo linafunguliwa kwenye kitabu cha uzima ili usomwe, uitike, uonekane una sifa za kuingia uzimani au hapana. Duniani mwili wamezika. Ina maana jina lako si la mwili wako hasa. Jina lako ni la roho yako ambayo ndiyo wewe mwenyewe. Pigie Bwana makofi sema amen. Nataka nisitumie dakika chache kukupa shule inayoweza ikabadilisha huduma yako mara moja kabisa. Tuaseme amina. Kama useme amina ni wivu, tuna sio tatizo. Sasa natumia dakika chache. Sasa kwa hiyo sasa unaona sasa, na ndio maana unaweza kugundua mambo kadha wa kadha. Ndio maana nasema mwili wa marehemu, ila marehemu mwenyewe hayupo. Sikiliza vizuri, Mungu anaihesabu miisho kabla ya mwanzo. Kwa hiyo mbinguni Mungu anaangalia kwa sasa hivi dunia ilivyo inahitaji nani. Mungu anachukua kati ya wanae ambaye ni wewe, anakuposition ndani ya tumbo la mama yako. Baadaye unazaliwa. Sasa unapokuwa unashuka kutoka mbinguni, shetani ana uwezo wa kujua utakuwa nani baadaye. Shetani ana uwezo wa kufahamu utakuwa nani baadaye. Nikupe mfano. Alikuwepo mwanamke mmoja jina lake anaitwa Rebeka. Mwanamke huyu alikuwa mjamzito na alikuwa na mume wake anaitwa Isaka. Baada ya ujauzito maumivu makubwa sana yakatokea. Huyu mwanamke Rebeka akaamua kwenda kumuuliza Bwana, kwa nini nimepata ujauzito na nina maumivu makali sana? Biblia haijatuambia alienda kuuliza Bwana kwa nani. Kwa sababu Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, hakuna mwingine zaidi ya hapo. Wanawake wanajua mahala pa kumuuliza Bwana ambapo wanaume hawafahamu. Alipokwenda kumuuliza Bwana, Bwana akamwambia hivi, mama, ndani ya tumbo lako kuna mataifa mawili. Kuna vitoto ila Mungu anayaona mataifa. Kuna vitoto vichanga kabisa ndani ya tumbo, lakini Mungu anaona nini? Akaambiwa mataifa mawili. Na akasema mdogo atakuwa hodari na nguvu sana, lakini mkubwa hatatoboa, lakini mdogo atakuwa hodari. Kwa hiyo huyu Rebeka akajua siri kwamba kumbe ndani ya tumbo kuna mataifa mawili. Hawajazaliwa lakini Mungu anawaita taifa. Hawajasoma shule lakini Mungu anawaita taifa. Hawajaenda chuo cha Biblia lakini kwa mujibu wa yeye anawaita taifa. Hawajaenda chuo kikuu au chuo cha teolojia lakini Mungu anawaita taifa. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anawaita taifa. Sasa baadaye huyu mama karudi kwa mumewe. Bila shaka akamwambia, darling, ulikuwa umekwenda wapi? Inaonekana mzee Isaka hakujua Rebeka alikwenda wapi. Ndio maana ile siku ya kutoa baraka
Sasa mzee Isaka anataka ambariki mtoto wa kwanza, lakini huyu mama alishajua kwamba mtoto wa kwanza sio. Mama alishajua kwanza mtoto wa kwanza sio. Anajua baba anataka kutoa baraka kwa mtu ambaye sio. Mara nyingi kwenye standard theology ya kawaida huwa tunasema kwamba Rebeka alisema uongo. Sio kesi hiyo, nikwambie, kwa mitume na manabii wanaotembea kwenye ufunuo, hiyo sio kesi. Pigie Bwana makofi. Haleluya. Amen. Hiyo sio kesi. Kesi iko hivi, kesi iko hivi. Napenda. Naomba nikupe haki. Asante sana. Na kuruhusu watoto. Tupige makofi Pastor Anton. Pastor Anton amenipa hela hapa. Dakika chache. Sio kesi hiyo. It's not a case kwamba Rebeka alisema uongo. Lakini kilichotokea ni kwamba baba Isaka alipokuwa anataka kutoa baraka, Rebeka kwa sababu alikuwa ameuliza kutoka kwa Bwana, akagundua mume wangu anataka kutoa baraka kwa mtu asiye. Kwa hiyo Rebeka akaamua kutengeneza. Rebeka akamwambia Yakobo, nimeona kwamba kaka yako Esau anataka kubarikiwa, lakini mimi nitafanya mambo, wewe fanya hivi alafu ubarikiwe wewe. Inaonekana ni uongo, si ndio? Si uongo. Ni kwamba yale mashindano ya tumboni, ni kwamba Esau alikuwa wa mwisho, alikuwa wa pili, lakini tumboni Esau alikuwa anang'ang'ana awe wa kwanza. Esau kule tumboni alimkamata Yakobo akamrudisha nyuma, alafu yeye akatangulia mbele. Walipokuja kuzaliwa, Mungu kupitia Rebeka akarudisha mpangilio wake sawa sawa. Inawezekana kuna mtu amekurudisha nyuma, lakini nasema Mungu atakupanga sawa sawa. Mtu aseme amen, amen. Kwa hiyo Rebeka alikuwa anafanya rearrangement. Mtu aseme rearrangement. Rebeka alikuwa anarudisha mpangilio sawa sawa. Akaona kwamba kwa mujibu wa mimi nilivyosikia kutoka kwa Mungu, huyu Yakobo ndiye atakuwa mwenyewe. Rebeka anasema tumboni Esau alikuwa wa pili, lakini akafanya fujo hizo mpaka akawa wa kwanza. Lakini mimi nitamrudisha Esau mahala pake. Yule aliyepangwa kwa wa kwanza awe wa kwanza. Nataka kukwambia watu wakiona wivu kwa sababu ya nafasi yako, utakuwa vile vile kama Mungu alivyopanga kuwa. Hebu sema tukae kidogo. Kwa hiyo kuna mambo ya kuelewa. Kwa mfano, kwa jambo moja la kuelewa. Mungu, shetani anaweza kuona sasa. Wakati wewe unazaliwa, shetani na mapepo na waganga wa kienyeji wana uwezo wa kuona ulipotoka mbinguni. Kuna wengine wameshehenezwa uwe waziri, wengine uwe mbunge, wengine uwe mkurugenzi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anaihukumu miisho kabla ya mwanzo. Kuna wengine kabisa utakuwa mhandisi, kuna wengine utakuwa rais, kuna mwingine utakuwa mchungaji wa kanisa kubwa kuliko makanisa yote Tanzania. Makanisa makubwa Tanzania kwa sasa hivi hayapo, kwa sababu Tanzania sina watu milioni 50. Makanisa yenye watu 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 bado hayajakuwepo. Lakini Mungu aliona kuna mtume fulani, kuna nabii fulani, kuna mama fulani ambaye muda fulani atakuwa ndio mchungaji wa kanisa kubwa. Ukashushwa kutoka mbinguni, na kwenye ulimwengu wa roho shetani anaweza kujua umebeba nini. Vita inaanza tangu nazaliwa, vita inaanza tangu naolewa. Sio kwa sababu ya sura yako, ni kwa sababu ya ulichobeba. Ulichobeba ndio kinakuletea vita. Waambie hata kama wakileta vita, lazima mzigo uliobeba utafika mahala pake. Shout and say waliobeba sana vita yao ni nzito sana. Waliobeba kiasi vita yao ina wepesi, kwa sababu kuna mzigo wa kudischarge. Hebu sema discharge. Na discharge port ni hapa duniani. Umetoka mbinguni ukiwa kama roho, umeshehenezwa na Mungu mafuta ya mafunuo, ukaja duniani. Anataka kuondoa ili kupunguza mzigo wako. Mzigo hautapungua kwa jina la Yesu. Hebu sema sema. Kwa hiyo vita yako wewe haitokani na kanisa ulilotokea. Vita yako haitokani na ukoo, inatokana na kile ulichobeba. Mashetani kwenye ulimwengu wa roho wanaangalia huyu mama ni nabii wa ajabu. Huyu mama atakuwa waziri wa afya baada ya bunge lijalo. Wanapoangalia namna hiyo
hiyo wanasema mpigeni vita sasa hivi kabla hajawa Mungu anavyotaka kuwa. Lakini jambo moja nikwambie, Mungu akianzisha kazi, Mungu akianzisha jambo, lazima upenye mpaka mwisho. Penya, hebu sema penya, penya, penya. Hebu sema penya, penya, penya. Penya kwa jina la Yesu. Mwambie mwenzako penya. Kidogo. Shaka pala hapa sasa. Kidogo. Heri kabashi. Kidogo. Sasa ndiyo maana sasa Herode mfalme akataka amuue Yesu. Kwa sababu ya nini? Ya ile hatima yake. Lakini Yesu alikuwa ameshasema ataishi mpaka awe mzee. Na mimi nawaambia watu hapa, Mungu alishakuonyesha huduma kubwa. Waache waseme wanaosema, hawatabadilisha chochote. Maana Mungu ni mwanzo na mwisho, ni Alfa na Omega, ni ua la Shaloni, ni mwamba wa kale, ni mfalme wa milele. Kama ni maji anaitwa maji ya uzima, kama ni mawe anaitwa mwamba wa kale, kama ni chakula yeye ni mkate wa uzima. Yeye akianza jambo lazima amalize. Hebu sema haleluya. Isingekuwa hili mimi ningekuwa nimeshazama, lakini hazami mtu hapa. Maana mbingu iliangalia kwa sasa hivi Tanzania inahitaji mtu wa namna gani. Nikaletwa kutoka rohoni mpaka ndani ya tumbo la mama yangu. Mama yangu akazaa, lakini wabubia wawili, mzee Gwajima na Ruth Gwajima na Yehova. Nikatulia ndani ya tumbo, baadaye nikatoka. Nimesheheniza kabla sijavitoa nilivyopewa na Bwana, huwezi kuniondolea uhai. Ndio maana Yesu akasema hakuna anayeniua mimi, ila naotoa uhai wangu ili niupokee tena. Dakika 5 tunamaliza, dakika 5 namaliza. Kaa kidogo. 5 namaliza. Kiala kapasete kesha. Dakika 5 tunamaliza. Shetani anaweza kuona wewe utakuwa nani. Trust me. Kuna watu wanasema kwamba usiongee sana shetani, ongea sana Mungu. Niku challenge. Kuna wakati Tanzania inunua rada ya Tanzania ilikuwa inaona kutokea Tanzania mpaka Sierra Leone. Yaani ndege ikipanda Sierra Leone sisi tunaiona. Uwezo wa kumjua adui yako ndio uwezekano wa kumshinda. Usiamini silaha ulizonazo zina nguvu bila kujua adui yako ana silaha gani. Mhubiri yeyote asiyemjua nguvu za adui zake utashindwa. Maana adui anaangalia hivi, anakuona. Hebu nikusomee andiko moja, alafu baadaye nimwachie general wangu aendelee. Luka sura ya 11 mstari wa 24. Nasema hivi: pepo mchafu amtokapo mtu hupita mahala pasipo maji akitafuta. Hebu sema akitafuta. Mashetani wanaweza kufanya nini? Kutafuta. Wakatafuta mtu mpaka wakampata. Unakumbuka Yesu alipokuwa ndani ya hekalu, siku moja alikuwa anataka kuhubiri. Alipokuwa anataka kuhubiri ndani ya hekalu, kulikuwa na mtu mwenye pepo mchafu. Akamwambia, tuna nini nawe Yesu mwana wa Mungu? Tunakujua wewe nani. Hebu sema nani. Hebu sema wewe nani. Mashetani wanajua wewe wewe vita yako wanataka kuzuia usifikie vile ambavyo wewe hiyo ndio vita yako. Nikusogezea labda kitu kingine tena. Nikuongezea kitu kingine tena. Paulo yuko Efeso. Nimewahi kufika Efeso mimi. Filipi anatembea. Akatokea msichana mmoja. Akamwambia ana mashetani. Akamwambia hawa ni watumishi wa Mungu wenye kuhubiria habari ya wokovu. Mashetani yamejua kwamba huyo ni mtumishi wa Mungu. Yamejua mashetani. Paulo alikuwa ametoka Yerusalemu, ameingia tu Ugiriki ambao ni Ulaya. Mashetani yako ndani ya kasichana, akajasoma, yanasema huyu ni mtumishi wa Mungu huyu. Ina maana mashetani wanaweza kumuona mtu alafu wakajua, wakashindana naye ili asije akafika mahala ambapo Mungu anataka kuwa. Sikiza wakati namaliza. Wana wa Israeli walikuwa katika nchi ya Misri. Mungu akawa na mpango wa kuwatoa. Shetani akagundua kwamba atakayetumika kuwatoa ni Musa. Likatolewa tangazo, kuanzia sasa kila mtoto wa kiume atakayezaliwa auawe. Mnaoneze mwenzako unalengwa. Akasema nikatoka tangazo from nowhere.
rais wa nchi ana majeshi, akasema kwamba kuanzia sasa, kumbe kwenye ulimwengu unajua Farao anamaanisha shetani. Si unajua Farao ni ishara ya shetani. Misri ni ishara ya damu, tunatoka Farao, tunatoka. Yaani huyu akaangalia kwenye ulimwengu wa roho, akasema kwa sasa hivi kuna kijana mmoja hata kwa mwanamke anakaribia kuzaliwa, na huyu ndiye atakayewanyang'anya watumwa wangu. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi kila mtoto wa kiume au anatafuta ni Musa. Sio sura yake, ni amebeba nini? Umebeba nini? Kuna watu wanajiuliza, mchungaji, mbona mimi majaribu, huduma haikui, kiwanja siwezi kupata, hata kujenga siwezi. Waruhusu ujenge wewe, wakuruhusu wewe upate kiwanja, wakuruhusu wewe upate vyombo, wakuruhusu wewe uende Marekani. Wanajipenda au hawajipendi? Wakuruhusu wewe uwe na amplifier, wakuruhusu wewe uwe na jukwaa, wakuruhusu wewe mwanamke uruhusiwe na mumeo kuwa mchungaji, wakuruhusu wewe, wamruhusu mlii, wakuruhusu wewe. Walishakuona ulipotoka mbinguni, wewe ni jitu la ajabu. Wanazuia usiwe ambavyo Mungu amepanga uwe. Na mimi natabiri kuanzia sasa kwa jina la Yesu, nasema utakuwa vile vile kama Mungu alivyopanga uwe. Haleluya. Mtu aseme amen, amen, amen. Hebu sema nitakuwa, 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 nitakuwa. Sema nitakuwa, nitakuwa, nitakuwa. Kidogo kidogo. Mwangalie jirani yako, mwambie ulipotoka mbinguni umesheheni. Ila waliosheheni huwa hawajijui kwamba wamesheheni. Huwezi kujijua kwamba umesheheni, huwezi kujijua kwamba umebeba, huwezi kujijua kwamba una kabo. Na amuru ile kabo uliotoka nao mbinguni ianze kuachiliwa kwenye mitaa ya Tanzania. Na amuru ile kabo iachiliwe. Sema achia. Achia kabo. Bosi wangu, niongeze 5 tu kidogo. Niongeze 5 bosi wangu. Mimi naniita general, lakini general Maboya ndio bosi wangu. Na nielewa ongeza 20 baba. Umeongeza 5 zile milioni. Sawa, huyu alikuwa ameahidi kwa ajili ya mkutano ujao wa 500, anaongeza hiyo milioni. Mimi naongeza nitalipa milioni 5 bosi wangu. Sawa. Apostle Sugui naye anaweka milioni 5. Kwa sababu Sugui anaweka milioni 5, mimi naweka 10, nitaweka milioni 10. Sugui amepanda na yeye amefikisha milioni 7. Mpige makofi rafiki yangu Sugui. Hebu sema pasua, 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 pasua. Sema pasua, pasua. Sema pasua, pasua. Sema pasua, pasua. Kaa kidogo. Bosi wangu amenipa 5. Bosi wangu amenipa 5. Sasa nikuonyeshe jambo moja. Hebu sema ya. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 4 na mstari wa 5. Matthew chapter 4 and verse 5. Inasema hivi: kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara. Mwambie wenzako Ibilisi anachukua. Mwambie Ibilisi anachukua. Anayechukuliwa huyu ni Yesu. Nasema kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu. Yaani Ibilisi anaweza kuchukua na akaweka nini juu. Wale waliowekwa juu na Ibilisi tunawafeka warudi chini leo kwa jina la Yesu. Ina maana wapo waliowekwa juu, kwa sababu Ibilisi anaweza kuchukua akaweka juu. Ina maana wapo waliowekwa juu kwa namna ya kishetani, tunawachomoa pale juu, tunawarudisha chini, na sisi tunakaa pale juu. Sasa sikiliza kidogo. Ibilisi akamchukua shetani, Yesu akamchukua. Ibilisi akamchukua Yesu,
akamuonyesha. Sema akamuonyesha miliki za ulimwengu. Ina maana shetani anaweza kukuonyesha. Kuna watu vitu walivyo navyo wameonyeshwa lakini si na Mungu. Watu wote walioonyeshwa na shetani na wanatamba kwa sababu ya shetani, tunawawekea upofu kuanzia leo kwa jina la Yesu. Hebu sema upofu, 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 upofu. Jeni, nikukaribisha. Mzee nikapasua watu. Choke. Na majenero wakiharibiki kitu. Nilikuwa nataka hii anointing usije ukaimisi. Sema amina. Unapomwona mtumishi wa Mungu amepanda dau mpaka 10, shughuli amepandisha pale, wanaelewa secret of giving. Amen. Nitayainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu utatoka wapi mimi? Nitakiinua kinywa changu nilitaje jina lako, na nguvu zangu bila wewe si kitu. Msaada wangu ni katika wewe, usiniache nipotee. Msaada wangu ni katika Mungu,